sana, bali tu ile nilikuwa nataka kusema siku ya leo, Wanjiku, sababu ya muda na wakati hatuna. Ile kitu nilikuwa nataka kuambia, hebu tuchunguze, tuangalie sana sana watoto wetu wali hawa wasichana. Siku hizi Wanjiku, nimeona leo ni siku ya Jumapili. Ukitaka kuona aina yote ya fashion ya nguo ni leo. Simama katika pale kwa pembe za barabara. Fashion yote unajua ile inaitangwa my dress my choice. Ukitaka kuijua yote inapelekangwa katika kanisa. Sitaki kuongea sana, lakini wacha niwaambia ya kwamba ile nguo unaenda nayo kanisani haistahili. Hiyo sio ile, sio unjua ya kwamba unaenda katika mahali patakatifu. Usiende kufanya akili za watu wengi sitoke katika ufalme wa mbinguni, sikuangalie wewe, kwa sababu siku ya mwisho utawekwa ile mawe na utumbukizwa katika maji, sababu wewe ukuenda na ile njia inastahili. Niliongea hivyo siku ingine, watu wengine wakaniambia, Wanjiko, ati ni mimi sijui fashion. Lakini njua ya kwamba fashion kwenda kwa Mwenyezi Mungu, fashion ni kujua Biblia na kuitumikia. Hiyo ndio fashion ile unastahili kwenda nayo. Unapata mtu ako na mini skirt na saa hiyo ni wa praise and worship, ni yeye anaoimba mpaka mbingu karibu sifunguke, anaimba mpaka mbingu zinafunguka. Lakini wewe unaenda kupotosha akili za wale wafuasi wengine wanakuja kumtafuta Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ile nilikuwa na hii miso yangu tu, tafadhali ukitoka kwako Wanjiku, vaa nguo ambayo iko na adabu. Ukiwa mahali pale isije ikakuwa ni wewe utakuwa mfano, kuna kitu leo nyumbani mwa sababu umevaa nini mini skirt. Unajaribu mpaka kuweka miguu hivi Wanjiku, hata unajaribu kuwekelea, unajaribu kuifuruta hata pagi yenye uko nayo, na ni wewe na umetoka katika nyumba yako. Si uvae nguo iko na adabu. Ikifika kesho Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday to Saturday, vaa vile unastahili sababu uko na uko kwako, vaa vile unataka. Lakini jameni, kwa kanisa tufae nguo ambayo ile inastahili. Njua ya kwamba Mungu si wa kukuja vile ati wewe unastahili ama hii ni fashion show mmekuja. Unajua Nyaga, ukienda kotini, wacha niwape mfano. Ukienda kotini, huwezi ingia na hiyo nguo. Huwezi, kama wewe ni mama, huwezi ingia na nguo yenye haina mikono. Lazima nguo yako ikuwe na mikono inafika hapo. Huwezi ingia na ile kaguo kenye hakana mikono kamefikisha mikono hapa. Huwezi ingia nayo kotini. Huwezi ingia na hiyo nguo fupi. Wanaangalianga na utarudishiwa na askari pale kwa mlango. Na kama watu wanatii huko, mbona msitii katika madhabahu? Mbona msitii katika kigongona? Msiingie na hizo nguo. Leo tuheshimu kanisa. Washeni tuheshimu. Washeni tuheshimu Mungu. Si kanisa tunaheshimu. Washeni tuheshimu Mungu. Unajua nasema tuheshimu kanisa sababu gani Wanjiku? Pale kuna kongamano ya watu wengi wa aina mingi. Kuna kijana ako pale ameona maisha imemshinda na anataka kwenda kumjua Mungu zaidi. Lakini wewe sababu wewe ni kichwa ngumu, mimi nawasemanga ni kichwa ngumu na uko na nguo mingi katika wardrobe yangu. Unaona tu kale unaweza enda nayo kanisani ni ile iko na hapa, ile unapata kifua yote iko wazi na uko na mini skirt. Hiyo ndio nao wewe ambao uko mahali pale unaelekeza hawa watu. Ambia watu ukweli, uchukiwe na wewe ufalme wa mbinguni uingie. Wao usiangalie ile pesa unaletoa mahali pale. Ile sadaka unaletoa mahali pale. Waambie ukweli kinaga ubaga. Heri uingie ufalme wa mbinguni ukiwa umechukiwa na watu kuliko uingie jehanamu ukiwa unapendwa na watu. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kuongelea siku ya leo. Sikuwa na mambo mingi. Tuheshimu
kanisa la Mwenyezi Mungu. Nyumba hiyo tunaenda kuhubiri na kusikiza neno la Mungu. Hiyo iheshimu sana. Hata kama iko ni kanyurumu kadogo, faa nguo inastahili, ile imefunika magoti. Ukikaa hivi hakuna mtu analalamika kwa kichwa yake. Unajua anaweza kuwa analalamiki kwa mdomo, lakini kwa kichwa ya mtu unafanya mind yake isielekee mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mpaka siku hiyo ingine Wanjiko, tuonane siku ya Jumapili mapema kama kawaida. Tukuje tuseme sana, tuambiane Mungu ameweza, Mungu ametenda hapi. Sababu najua ya before ikifike Sunday, wewe ambao unayotazama utakuwa na ushuhuda ya kwamba Mungu amekutendea katika jina la Yesu Kristo. Tuache tuonane hiyo siku. Wanjiko, barikiwa sana. Tufukie na maombi nyanga. Nataka tufunge kwa maombi. Baba, tunakushukuru, tunaliinua jina lako tukisema ni asanti kwa mema na mengi ambao Bwana umetutendea. Tazama Mungu, tulipokuwa tumelala usiku wa kuamkia siku ya leo, Mungu wetu umekuwa ni wewe, ulikuwa umetulinda. Mungu wetu umekuwa watchman wetu. Mungu ukatuwezesha mpaka kuamuka siku ya leo, si kwa nguvu yetu, si kwa uwezo wetu, si kwa vile ni sisi ni watakatifu, bali ni kwa huruma yako wewe mwenyewe Jehova Mungu wetu. Ndio maana tunasema ni asanti Jehova Jire. Tunakuja chini ya miguu yako sasa hivi Mungu wetu, tukikuomba kama kuna maneno yoyote ambayo tumesema kinyume na mapenzi yako Mungu wetu, tunakuomba ukaweze kuhurumia na kuturekebisha Jehova Mungu wetu. Kama kuna neno tulimenena Mungu wetu ikasaidia kiumbe chako Jehova Mungu wetu, sifa na shukrani sikurudie wewe, kwa kuwa kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Tunakuomba sasa Bwana ukaweze kuandamana nasi tukienda katika kanisa zetu, tukienda kama katika shughuli zile ambao Bwana tutakuwa nazo siku ya leo Bwana. Kuwa pamoja nasi Mungu wetu, tukijua ya kwamba unatupenda na unatujali Mungu wetu. Tutakapokutana siku ya Jumapili kama kawaida Jehova, tukuje tupe watu neno lako Jehova, sifa na shukrani za kurudia wewe Mungu wetu. Tunaomba haya machache tukijua ya kwamba Bwana utaenda kutenda na utaenda na kutupenda, utazidi kutupenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Bye. Bye. Tuonane. Wanjiko, barikiwa kama vile tulikuwa tumetangulia. Amen. Tuonane. Tuonane. Ay.